Nilipokuwa na miaka 15, mama yangu alifanya uamuzi uliobadilisha maisha yangu milele. Alioa tena, lakini si kwa mtu yeyote tu, aliolewa na mtu ambaye sikumpenda kabisa. Na huo ulikuwa mwanzo wa safari ambayo sikutarajia. Nilikulia bila kumjua baba yangu. Ilikuwa mimi na mama yangu tu, na kwa muda mrefu, yeye ndiye alikuwa dunia yangu yote. Lakini siku moja, aliniambia anaolewa na mwanaume aliyekutana naye kwenye kwaya ya kanisa. Nilishangaa. Nilipomuuliza kuhusu hilo, nikitarajia maelezo, aliniambia tu nifunge mdomo wangu. Iliuma sana. Nilihisi kama sauti yangu haikujalisha, kama hisia zangu hazikuwa na maana. Nilifikiria hata kutokwenda kwenye harusi kabisa. Lakini basi waliniambia ni lazima niwe msichana wa heshima. Kwa hiyo, nilisimama pale, nikimtazama mama yangu na mume wake mpya wakifunga ndoa. Na baada ya harusi, mambo yalizidi kuwa magumu. Nilikuwa bado mdogo sana. Sikuwa na mahali pengine pa kwenda. Kwa hiyo waliniambia ni lazima nikae nao. Sikuwa na chaguo. Kwa miaka mingi, nilijaribu kuzoea. Nilimaliza shule ya upili nikiota kwenda chuo kikuu, nikitarajia mwanzo mpya. Lakini basi, mume wa mama yangu alinivunja moyo. Alikataa kunilipia masomo. Aliniambia nitafute kazi badala yake kwa sababu hakuweza kufanya kazi peke yake tena. Na kama sikupenda, ningeweza kuondoka. Kwa hiyo, niliondoka. Nilikwenda kuishi na bibi yangu. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, nilihisi kupendwa tena. Alinitunza, akanisaidia, na muhimu zaidi, aliamini kwangu. Kwa msaada wake nilifanikiwa kwenda chuo kikuu. Nilifanya kazi kwa bidii. Na hatimaye nilijenga maisha yangu mwenyewe. Sasa mimi ni mwanamke mzima. Nimekomaa, ninajitegemea, nimefanikiwa licha ya kila kitu, licha ya maumivu, licha ya kujiona sistahili. Nimefanikiwa. Kwa yeyote anayepitia hali kama hii, nataka kusema hauko peke yako. Hisia zako ni muhimu, na haijalishi maisha yanakuwaje magumu, una nguvu ya kuunda kesho yako. Simama imara, endelea kupambana, na usiache kamwe kujiamini. Kama hadithi hii imekugusa, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Tuende pamoja katika safari ya kupona.